Switch tunayo si wenyewe ya kushindi, switch ya kuweka hofu tunayo si wenyewe. Ni switch ambayo tunapigana shot. Ukiona mtu kama mwenyekiti wa bodi kama Christian Magoli anatoka anakuambia tukifunga kuna watu wanacheka. Ina maana bado hawajaondoka, watu bado wapo. Kwa hiyo ngoma bado inaendelea. Haiwezekani watu leo wanapata nafasi karibu 3 washindwe kuscore. Kwa hiyo inaonekana kama watu wanapangwa wasifunge ili tuendelee kuumia ndani ya Simba. Ili kionekana Simba inafanya vibaya, wao waje warudi Simba au waendelee kubaki ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kuna mipango ambayo inapangwa, ambayo mwenyekiti mwenyewe wa bodi ashasema hadharani kwamba kuna watu wana afya ya akili, kuna watu ambao wanasababisha Simba isiende mbele. Na kwa kuangalia kwa mechi ya leo tunaona kuna wachezaji ambao wanapewa maagizo. Haiwezekani mara 3 unapata nafasi 6 unashindwa kuscore. Makusudi kabisa. Mtu anafanya makusudi. Kama nani ambao anapewa? Mmeona nyinyi wenyewe. Mechi ya kwanza wanafanya makusudi. Mechi ya pili wanafanya makusudi. Ukiona kiongozi mkubwa wa bodi ya ligi kama Christian Magoli anazungumza mambo kama yale kwamba kuna watu wanafurahia Simba ikifunga wanacheka na wanaona raha. Ndio hao unaona leo kwa sababu hao watu hawajaondoka bado wako ndani ya Simba. Kwa hiyo mchungaji, unataka kumaanisha Simba mle ndani imegawanyika vipande? Kwa ujumla Simba tunazo mbili. Kuna moja inatakiwa ya maendeleo, nyingine haitaki maendeleo. Na kama leo ulivyoona uchaguzi uliofanyika leo. Wenye timu yao wanataka wao wajadili timu yao, viongozi wanataka wajadili timu yao. Kwa hiyo Simba ziko kama mbili. Sasa hiyo Simba mbili ndio zinaleta shida. Hao wanataka ushindi, hao wanataka kuikwamisha Simba. Hiyo ndio shida inayokuja ndani ya Simba sasa. Na mchungaji, kipi kifanyike hapo ili kutatua hilo tatizo ambalo lipo na kwa sasa ikiwa mna uhitaji wa kuweza kuqualify kwenda stage nyingine? Kwa sasa hivi robo hatuwezi kwenda. Mtu kwamba tuna robo ni mwongo. Unaendeje? Hesabu zinakataa. Yaani mchungaji umekuwa sio mnafiki sasa. Nasema hivi robo unaendeje? Hauna hata calculator. Nasema hivi hesabu sisi tumekufanya sisi na Raja Casablanca. Tukapigwa goli 3. And then tukaenda kucheza na Oroya. Simeva tukarudi Dar es Salaam. Baada hapo tukamfunga Oroya hapa karibu goli 7, tukaenda kucheza na Vipers, tukafunga nje ndani. Hesabu zilikuwa zinafaa. Sasa hesabu ilibidi kwa huyu wa Mali. Hesabu ilikuwa za leo. Ulikuwa na uwezo kumpiga nje ndani. Express uwezo kumfunga nje ndani, uwezi. Huo ni uongo. Au kumfunga Petro de Luanda. Uwezi. Kwa hiyo hesabu ni kwamba hatuwezi kwenda. Miujiza inatokea lakini mara chache sana, sio mara zote. Hata bila maombi pia maombi wamenipigisha shoti. Natumia nguvu kubwa ya maombi, lakini wenzangu wenyewe hawataki timu iende. Sasa kuna kazi hapo. Yaani sasa na kanisani. Mnaomba alafu viongozi wa kanisani wanaiba vitu. Sasa kuna kazi hapo. Yaani maana yake mnapigana shoti sisi kwa sisi. Yanga hahusiki, hakuna mtu anayetoka nje anayehusika ila sisi kwa ajili ya uroho wa madaraka ndio unatufikisha hapa tulipo. Mchungaji, wewe uko eneo gani sasa? Maana umetaja uongozi, yani hauzungumzii kuhusiana na mechi. Yani wewe unazungumzia kuhusiana uko katika sehemu gani? Kwanza kwa nianzishe hivi. Wewe ukishaona si tulifungwa na Raja Casablanca goli 3, nilikuwa siku ya uchaguzi. Ndio siku ambayo Mangungu alikuwa anaingia madarakani. Na leo tumefungwa siku ya uchaguzi. Leo uchaguzi? Siku leo ni mkutano mkubwa kama uchaguzi tu. Kwa hiyo ni yale. Ni watu wanapanga programs kuirudisha Simba nyuma. Na niwaambie kitu kimoja. Nasema hivi, niwaambie kitu kimoja. Simba inahitaji marekebisho makubwa sana ili tutoke hapa tulipo. Ndio katiba ilikuwa inarekebishwa. Ndio unaona anazuia hataki jadiliwe. Katiba bado hujanielewa. Sababu zimetolewa 11 zijadiliwe. Mwanachama mmoja aseme ikitoa sababu moja watu mnakubaliana. Tumekubaliana. Watu wasema ndio inatikiwa. Mmekubaliana kilichofanyika leo umefanyika uhuni. Na uhuni unaofanyika Simba haiwezi kusonga mbele. Ina maana kuna watu wanataka Simba uwe karibu ili waingie wengine kwa ajili ya uroho wa nini? Uroho wa madaraka. Umeona picha inavyokwenda? Sasa leo mkutano gani unamalizwa vile? Yaani umemalizwa kihuni na watu wameondoka. Wenye Simba yao wanalalamika, lakini viongozi wanaona poa. Sasa sikia. Kule Mali alikuwepo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Magori ndio alikuwepo kule. Kwa hiyo hata Magori mwenyewe naye yuko katika mkumbo huo au kwani kupigana shoti hata kwenye simu tu. Kumbe simu zinafika Mali. Kwani shoti sio kwenye simu tu. Wewe kushaona mpaka kama yule kisa Magori anakuambia kuna watu Simba ikifungwa wanacheka. Ina maana bado wako ndani ya Simba, kwanza endelea kuteseka tu. Kwa namna hiyo. Kwa kifupi muondoke na jambo la msingi sana. Simba inahitaji marekebisho makubwa ya kupata vijana ambao wataendesha Simba kama kila engineer. Zaidi hapo, ngoja nikwambie vitu vya msingi ondoka navyo. Zaidi hapo tutaendelea kuteseka. Tunahitaji marekebisho makubwa kuwepo Simba moja ambayo itaongozwa na vijana. Zaidi ya hapo tutaendelea kuteseka. Maana kuna lazima kwa sababu gani? Mifano ipo.
Injinia kama injinia ikaa na mwenzake, makamu wake, Yanga inaenda. Sisi upande wa bodi mara waseme hivi, upande wa Simba Sports Club wanasema hivi. Baadhi wanatokea mivutano. Hawa wanataka wataki kwenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanayokwamisha Simba. Kwa hiyo wanahitaji mabadiliko makubwa ndani ya Simba. Hasa vijana waje waiongoze Simba. Sasa Simba kuna vijana, hebu wataje vijana watano. Wako wengi. Vijana wako wengi kana Msoloka wanaita Msoloka sisi. Msoloka vijana wanaweza kuongoza Simba Sports Club na Simba ikaenda. Acha hivyo tu. Kuna vijana wengi. Hata Dr. Mo vile vile anaweza kuiongoza Simba. Kwa hiyo wewe kwani unaibeba? Huyu ndio Dr. Anaweza kaibeba vile vile. Hivi mchungaji, alikuwepo Said Tuli katika nyadhifa mbalimbali mpaka akawa kwenye bodi ya akawa unajua samari kidogo. Wapi sasa hivi? Kwa ndio vijana wote hao. Unajua kwa nini sasa Dr. Moto akaguna? Naye ni msomi, naye ni kijana, anaweza kaiongoza timu. Wakina Tuli wote wapo. Mimi sasa hivi nishavuka huko, nishakuwa mzee. Mbona bwana siwezi kuiongoza Simba? Lakini vijana wapo wataongoza Simba ambao itatupa matokeo chanya. Hawajitokezi sasa. Wapo wengi, lakini kwa wigo uliowekwa kuna watu wanaifanya Simba kama ya kwao. Ni kikundi kidogo tu. Wanaifanya Simba ya kwao na wanaamulia matokeo wao kama wao. Hiyo tunakataa, mwaka huu hatutakubali. Lazima tutafute vijana waiendeshe Simba. Lakini kwa nini sasa kama unahisi injinia amekuwa ni role model wa uongozi bora, kwa nini msiwachukua hata wazee au vijana wakajifunze kwa injinia, angalau wajue jinsi gani ambavyo injinia anafanya vizuri? Kwani injinia wakati anaingia Yanga, viongozi wote zamani ilikuwa ukiwa mwenyekiti wa Yanga lazima uwe mzee. Umeelewa? Ukiwa mwenyekiti wa Simba lazima uwe mzee. Injinia mapinduzi yale kuja nayo, wazee wote wamekaa pembeni. Umeona bwana? Yeye katembea na makamu wake nani? Arafat. Na ukiangalia ile cabinet yake ni vijana watupu. Ina maana vijana wana maono. Wazee una maono ya wapi? Wale wana maono muda mrefu na Yanga itapiga hatua kwa maono ambayo wanayo. Na sikudangani nisikwambie kitu. Yanga kama kutolewa tatolewa kimpira tu. Ila sisi tunatolewa kiuzengwe. Mimi sipapasi nazungumza vitu ambavyo vimenyoka. Mimi sipapasi nazungumza vitu ambavyo vimenyoka. Tunahitaji mabadiliko makubwa ndani ya Simba, wazee watupishe, Simba iongozwe na vijana. Kwa kuna kauli alizungumza Haji Manara kwamba kuna miaka 30 mbele Simba itateseka. Kwa mwenendo huu, wewe unaiona hiyo kauli ikienda kutimia? Bila mwaliko wa vijana, Yanga walisema watatufunga mara 10. Sasa hivi watatufunga mara 6, bado mara 4. Simeelewa? Ina maana kwamba safari wakija watatufunga tena mara 10 kafika. Na watasema watachukua ubingwa back to back mara 10 mfululizo. Mpaka sasa hivi wamechukua mara ngapi? Mara 5. Mara 5 wachukua tena ubingwa. Maana yake nini? Hawa wataka kuiachia Simba, wanaingangania. Simba sio kwenu peke yako. Simba ni watu wote. Mchungaji, neno la mwisho, mimi nataka uniambie, mnalalamika sana ila mnashinda kukiri kwamba pengine wachezaji wenu hawana uwezo. Quality ya wachezaji ya Simba ni ndogo. Hivyo hujaliona pengine? Nakwambia hivi, katika Simba ya miaka 5 iliyopita, hakuna Simba ya bora kama mwaka huu. Ila wachezaji wa kila namna, ila makipa kila namna. Mchungaji, Simba mwaka jana kuungaunga ambao nje ukimwangalia hakuna reserve. Simba imeenda finali kombe la shirikisho barani Afrika. Leo hii mtu unasoa, unamkwala, unasoa, unamkala, una mwalimu, viungo kana jana chaza ya ua, mabeki wa kila namna wapo. Sio wanasubiri kwenda. Hawa wachezaji ambao wanakosa na ndio hiyo nakwambia, inawezekana simu. Sikukwamisha Simba tu. Sasa kama mimi nitampinga Christian Magoli, anakuambia Simba ikifungwa watu wanacheka. Kwa hiyo nimpinge yeye wakati yuko kwenye uongozi. Sasa mchungaji, kwa kumaliza, hamna pointi ngapi mnaziona kwenye kundi lenu? Nakwambia hivi, miujiza inatokea lakini mara chache. Sioni Simba ikienda makundi, ikienda robo. Kuna kauli alizungumza msemaji kwamba kuna timu inagawa utamu kwa kila timu kwenye kundi. Unaona hii kauli inaenda kujirudia hii. Sasa hivi nikwambie kitu kimoja. Mfano kama hii mechi ilikuwa size yetu. Kabisa. Kwa kwanza tumepata nafasi karibu 3. Tumeshinda kuscore. Dakika za ngapi tumepata nafasi karibu 2. Sasa nataka Mungu akupe nini tena? Imara maombi yamefanya kazi, ila watu wenyewe wamekataa kufanya kazi. Mbona kazi hiyo? Mungu abariki sana na Mungu aibariki Simba ibadilike tena, tupate vijana wakiendesha Simba Sports Club.